Yaani kiukweli sasa hivi mama wangu amenyoka, maana alikuwa ameshapinda, ameshakaa upande hivi. Sasa hivi mama wangu amenyoka, maumivu yale aliyokuwa akiyasikia toka mwanzo sasa hivi hana maumivu hayo, anaweza akatembea hata umbali mrefu, hana maumivu yoyote, na anainama na anainuka, hana shida yoyote sasa hivi. Karibu dada, utatuambia unaitwa nani, umetoka wapi na nini ambacho Bwana Mungu wetu na Kristo wake ameweza kukutendea, iwe ni wewe binafsi au katika familia. Karibu. Asante. Shalom kanisa. Kwa majina naitwa Elvira Desdeli, natokea Mkwajuni, Kinondoni. Ninapenda kumshuhudia Mungu kwa ajili ya matendo makuu ambayo ameyatenda katika familia yangu. Ilikuwa ni mwezi uliopita, nilimleta mama yangu hapa akiwa mgonjwa. Alikuwa hawezi kuinama wala kufanya kitu chochote. Hata kupiga hatua alikuwa anapiga hatua chache tu anakaa chini. Nilimleta mahali hapa, baba akamhudumia. Baada ya hapo, mama yangu sasa hivi ni mzima na anaendelea vizuri. Hivyo namshukuru Mungu. Pili, ninapenda kumshuhudia Mungu kwa ajili ya matendo makuu ambayo anaendelea kuyatenda juu ya familia yangu. Mwezi huo uliopita ulikuwa na mdogo wangu alikuwa anafanya mtihani wa form 6. Ilikuwa ni Jumapili, kesho yake Jumatatu anaanza mtihani. Ghafla alipata ataki. Mtoto huyo akaanza kuumwa ghafla, akaanza kuharisha, akaanza kutapika damu. Akakimbizwa hospitalini, na ikiwa kesho yake ni mtihani, hali yake ilikuwa ni mbaya. Tulikuwa hapa ibadani, nikamfuata baba nikamwambia. Baba akasema nitakuhudumia baada ya ibada. Baada ya ibada baba alinihudumia, akamhudumia yule mdogo wangu, akapata nafuu na mtihani akafanya vizuri na amefaulu vizuri, na baba alitamka matamshi ya kinabii kwamba hata pata chini ya division 2, na ndio ilivyokuwa. Walikuwa ni mapacha, wote wamepata division 2 ya point 10. Hivyo ninamshukuru Mungu. Amen. Dada yetu Elvira Desdeli, tunatamani kujua kabla ya kumleta uweponi mwa Bwana na kukutana na mtumishi wa Bwana, je, mama yako aliweza labda kwenda hospitalini? Na hata kama alienda hospitalini, madaktari waliweza kutoa majibu gani kwamba hiyo hali inasababishwa na nini? Karibu. Asante. Hilo tatizo lilidumu muda mrefu sana. Alikuwa mara nyingi akilalamika mgongo unamsumbua, mpaka ikapelekea hata upande akaanza kwenda upande mmoja hivi ukawa umepinda, umeinama. Ilikuwa ni muda mrefu. Alikuwa akitumia dawa, akienda hospitali anapewa dawa anatumia, lakini hali inaendelea kuwa ni ile ile. Alienda baadhi ya kwenye maombi, lakini hali ilikuwa ni ile ile. Baada ya kumleta hapa, namtukuza sana Mungu, mama wangu amepona. Amen. Tunatamani kujua huo muda mrefu, wiki, mwezi, takribani labda miaka kadhaa, ilo changamoto ilikuwa ikimsumbua, kwa hiyo alikuwa anaishi kwa kutumia dawa. Karibu. Ilikuwa ni kama kipindi cha miaka kama 5 tu imeenda. Alikuwa akilalamika hivyo. Tunachukulia ni kawaida. Amen. Na baada ya kuhudumiwa na mpakwa mafuta baba yetu mtume na nabii James Onea, tunatamani kujua yani kwamba mtu aliyedumu miaka 5 akiishi kwa kunywa vidonge, labda kuchomwa sindano na maelekezo mengine ya kidaktari, kwa siku moja tu kuja mahali hapa na kuhudumiwa na mtumishi wa Bwana kwa njia ya maombi, ameweza kupokea uponyaji wake na kukombolewa katika mateso. Na baada ya kupokea viwango hivyo vya uponyaji, vipi mama yako labda wakati unamuuliza mama ile hali ya mara ya kwanza, labda hivi hali yake kwa sasa, utembeaji wake na hali ya mwili wake inaendeleaje? Yani tunatamani kujua kwa kina zaidi. Karibu. Yaani kiukweli sasa hivi mama wangu amenyoka, maana alikuwa ameshapinda, ameshakaa upande hivi. Sasa hivi mama wangu amenyoka, maumivu yale aliyokuwa akiyasikia toka mwanzo sasa hivi hana maumivu hayo, anaweza akatembea hata umbali mrefu, hana maumivu yoyote, na anainama na anainuka, hana shida yoyote sasa hivi. Namtukuza Mungu. Amen. Tutarudi kwenye ushuhuda wa pili. Umetuambia kwamba mdogo wako ambaye tayari amekwisha kumaliza form 6. Vile vile tunatamani kujua baada ya mtumishi wa Bwana kumhudumia ndugu yako kwa niaba, yani akakuhudumia wewe kwa niaba ya ndugu yako, na siku alipoenda siku ya kwanza kwenye mtihani, yule mdogo wako
na alipoendelea kufanya mitihani hali yake bado iko dhoofu, au Bwana aliweza kumuimarisha kupitia neno la nabii? Karibu. Siku ya kwanza alivyoenda kwenye mitihani, alifanya baada ya kumaliza mtihani wa kwanza, hali ile ikamrudia, wakamkimbiza tena hospitalini. Walivyomkimbiza hospitalini, aliendelea kwa muda, wakampa muda wa mapumziko kidogo. Baadaye ya muda wa kipindi kilichokaribia cha pili, alitolewa kule hospitalini, akarudi darasani akafanya mtihani, lakini baada ya hapo aliendelea vizuri. Na madaktari waliweza, kabla mtumishi wa Bwana, ninajua unapokutana na mtumishi wa Bwana baba yetu mtume nabii James Onea, yeye huwa Bwana amekuwa akimfunulia yamkini chanzo cha hilo tatizo, lakini kabla hatujarudi huko, madaktari walisema chanzo kikubwa ni nini kilichopelekea hali hiyo ya mdogo wako kuweza kumtokea? Karibu. Madaktari kwa walivyokuwa walisema kuna infection kwenye damu. Hawakusema chanzo cha tatizo, lakini baada ya kuja hapa baba alitamka chanzo cha tatizo ya kwamba kuna chakula ambacho alikula usiku huo wa kuamkia kesho anafanya mtihani, ambao ilikuwa ni shida kwao, ambao ulileta tatizo kwenye mwili wake, ambao ulikuwa imekusudiwa roho ya mauti juu yake ili kuweza kukatisha hatima yake. Amen. Kama familia, kama dada, baada ya kuambiwa infection ya damu ingilianaje na kualisha, kabla mtumishi wa Bwana baba yetu mtume nabii James Onea hajakutamkia neno hili la kinabii kwamba issue sio infection ya damu, bali kuna chakula alichokula kikiwa ni target ya kumzuia yule asiweze kufanya mtihani. Kama familia mlilipokeaje baada ya madaktari kusema jambo hili? Je, inaingiliana vipi damu na kualisha? Karibu. Asante. Kwa familia, kwa upande wangu mimi nilijua kwamba hii sio kawaida, lakini najua kwenye familia wengine tunatokea kwenye familia ambazo zinaamini imani tofauti, wao walikuwa wakichukulia kawaida, lakini kwangu mimi sikuona kama hii ni jambo la kawaida, ndio maana nikamkimbilia mtumishi wa Mungu. Amen. Na mdogo wako, twende kwenye mlengo moja kwa moja. Na mdogo wako baada ya kupata hayo matokeo, na nadhani ulimshuhudia kwamba mtumishi wa Bwana amekuombea na ametamka neno hili kabla hajamaliza kufanya mitihani, na hata kabla ya matokeo hayajatoka, baada ya kumwambia kwamba mtumishi wa Bwana amesema hautapata chini ya division 2, mdogo wako labda alikujibu nini? Tunatamani vile vile kujua kwa habari ya imani yake. Karibu. Mdogo wangu aliamini, kwa sababu ni mtoto ambaye alikuwa akipambana, akisoma kwa bidii, akijua kwamba Mungu anaweza kumfanikisha na kupata matokeo mazuri. Aliamini. Amen. Basi dada yetu Elvira Desderi, Bwana Mungu akubariki na endelee kuimarisha familia yako na kuinua zaidi. Ubarikiwe na Bwana. Amen. Pige Bwana makofi.